One Day TV online. Okay. Barabara ndugu mpenzi mtazamaji wa One Day TV, ni kwamba tupo hapa kwenye kanisa la Miyoi GMT. Watu wamezoea kuita Makerubi Kariakoo. Tumekwenda kukutana na mtumishi wa Bwana. Ni kwenye ibada, ni baada ya ibada ndio tumefika hapa kanisani kwao, ni kwa ajili ya kupata mawali matatu kuhusiana na neno la Mungu na maisha yake ya kiroho mpaka kafikia hatua hii. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kupata taarifa nzuri na habari rasmi kuhusiana na mtumishi wa Mungu. Mtamjua kwa majina na nini kazi yake anayokwenda kuifanya na nini kilichompelekea mpaka yeye kuwepo mahali hapa, na kwa ajili ya utumishi wake Mungu alimfanyia nini mpaka we mtumishi mpaka leo. Kaka, habari za leo? Salama. Uko vizuri? Namshukuru Mungu. Asante. Kwa majina unaitwa nani kaka? Kwa majina naitwa Mtume Timotheo Jonas. Asante sana. Kwa jina lako la Mtume Timotheo Jonas, ndio jina lako la kuzaliwa au imekuaje? Ya Timotheo ni jina langu la kuzaliwa. Timotheo ndio jina lako la kuzaliwa. Yaani hilo ndio unatumia kwenye jina lako la utumishi au imekuaje kwaje hapo? Hilo ni jina nilipewa pia kwa sababu unajua nimezaliwa kwenye familia ya ulokole. Baba yangu, babu yangu walikuwa ni watumishi. Hata babu yangu mzaa baba ambaye ndio mwenye jina hilo la Timotheo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Asante sana. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba umezaliwa kwenye wokovu. Ya, nimezaliwa kwenye wokovu. Sawa. Katika wokovu wako bwana, kipengele gani ambacho kinakusumbua sana au kipi ambacho unakiona wewe inaweza kuwa ni sababu yako kukutoa ndani ya wokovu wako? Mtu kutoka kwenye wokovu ni kutokana tu na misukosuko ya mambo mbalimbali, hususan kwenye mambo ya uongozi wa dini, mapokeo ya dini. Watu wengi kuna ambao wameitwa kwenye huduma, na kuna ambao wamekuja kwa ajili ya maslahi fulani kwenye huduma. So unakuta yule ambaye hanajitambua kwamba nimeitwa na Mungu anapata misukosuko mingi sana, na ndio maana unakuta kuna wakati wa mtu kurudi nyuma. Lakini mtu unaporudi nyuma pia Mungu, kwa sababu ya ile neema ya wokovu ndani yako, Mungu anafanya nguvu tena na kurudisha kwenye zizi. Sawa. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba kwa wale ambao wamerudi nyuma, na kuna lugha moja wanatumia Wakristo wengi, wanasema kwamba aliyeokoka kirudi nyuma anarudi mazima. Sijui hiyo kauli ni kweli au inasambaa tu kwa uongo? Kwa habari ya kurudi nyuma, kwamba mtu anakirudi nyuma anaenda mazima, hiyo ni mtu ambaye yule sasa ndani yake hakuna neema ndani yake. Lakini kwa mtu ambaye ameokoka, amejua kwamba ameokoka na amebatizwa, ameitwa kabisa na Roho Mtakatifu, hata akianguka kule Roho Mtakatifu bado anasema na yeye kwa habari ya kumrudia Mungu. Asante sana. Sisi tulivyoamini na tulivyoaminishwa na tunavyoona Wakristo wa siku za leo ni kwamba wengi wakirudi nyuma wanarudi kwenye mambo matatu makubwa. Baadhi ya wengi wanarudi kwenye uvutaji wa bangi, wengine wanaingia kwenye masuala ya pombe, wengine wanaingia kwenye masuala ya kuoa sana. Sijui unataka kutuambiaje kuhusu hili swala hapa? Hapo kuna andiko moja linasema mtu akiwa ameokoka, anapokuwa ameokoka akaanguka, ndio anapokuwa ameanguka wale pepo huja kwake mara 7 na hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya mwanzoni. Lakini bado kwa habari ya neema, mtu anapotubu, anapojigundua na kujitambua kwamba hapana, nipasa mimi nimrudie Mungu wangu, Mungu yuko tayari kusamehe, kwa sababu amesema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu atazifanya kuwa nyeupe. Ina maana bado kuna nafasi ambayo Mungu anahitaji mtu arudie. Ile kwenda mazima, hiyo ni ile mtu ambaye hajitambui sasa kwenye maisha yake. Kwa sababu hata kwenda kwamba umeanguka kwenye dhambi, kuna habari ya maisha utakutana nayo kule. Unakuta heshima ambayo ulikuwa nayo imeanza kupunguka, hata watoto, familia, ile heshima inaanza kupungua ndani ya familia, amani inaanza kukosa ndani ya familia. Mwenyewe tu hata maisha ya kawaida tofauti na kiroho utajutia, utasema hapana, bora nirudi kwenye maisha yangu ambayo yalikuwa yakinipa heshima kwa watu, hata kwenye familia yangu ambayo nilikuwa nayo. Sawa. Sisi tulitaka tufahamu kwanza kitu kimoja kuhusiana na swala Ukristo, ni kwamba Ukristo una mambo mengi na kila mmoja ana tabia zake za kujinadi. Kuna watu wanajinadi kwamba wenyewe ndo watakatifu. Sijui na hilo unachukuliaje, kwa sababu tunavyosikiaga mtaani kwa
Kwa wachungaji wengine wanakuambia duniani hapa hakuna aliyekamilika. Sasa ikiongeleka neno kwamba mtu kakamilika, kwamba yeye ametakasika, hana dhambi, au yeye ndo mtakatifu kabisa, sijui inaongelekaje hiyo kwa upande wako mtumishi? Hiyo inakuwa ni hali ya mapokeo ya dini. Yeah. Unajua udini umeleta sababu nyingi sana, kwanza ya kuwarudisha watu wengi nyuma. Ndio. Na mtu huwezi kujidai wewe ni mtakatifu. Hapana. Au mwema. Ndio. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema hakuna aliye mwema hapa duniani. Isipokuwa Mungu peke yake. Peke yake. Kwa hiyo hapa hakuna aliye mwema. Isipokuwa tunafanywa upya siku kwa siku. Ndiyo. Kupitia neno la Mungu. Tunapolisikia na kukubali na kumrudia Bwana, Bwana anatutakasa. Kwa hiyo tunapomrudia Bwana kila siku, tunapomzalia Mungu ya matunda ya pasayo toba, kama kwenye Isaya 57:15 nasema Mungu ni mtakatifu, aketie mahali pa juu. Yeye anaketi pamoja na watu wenye mioyo inayotubu. Ina maana mtu ambaye hana moyo wa toba, huyo ndiye mtakatifu. Ina maana toba kwa nini? Ina maana bado kuna mapungufu. Yeah. Bado dhambi ipo ndani yetu. Lakini sasa kwa sababu dhambi iko ndani yetu, lazima tumrudie nani? Bwana kila siku, kumuomba msamaha kila siku. Kwa hiyo ukamilifu sio kwamba tutakuwa tumekamilika tukiwa hapa chini ya jua, hapana. Tunajitahidi kuomba Mungu atutakase kila siku, ili itakapofika ile siku ya mwisho tufikie wote, tufikie nini? Toba, tuingie katika uzima wa nini? Wa milele. Asante sana mtumishi, sisi tunatamani leo tupate neno kutoka kwako, neno kwa ufupi ambao itakuwa neno la siku ambao linatakiwa liende likawaguse watu na kwenda kuwabadilisha watu. Lakini kabla hatujaenda huko, tunatamani tujue maisha yako halisi. Ni kwamba tunatamani kujua mtumishi wa Mungu, sijui una familia? Ya, mimi nina familia, nina mke na watoto 6. Asante sana. Tumeshukuru kujua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye una mke na watoto 6. Ni kwa muda mzuri ambao tunatamani sasa tupate neno lako la siku. Karibu na Mungu akubariki. Asante mtumishi wa Bwana. Karibuni katika kipindi hichi cha neno fupi ambacho kwa siku ya leo tuzungumze, na tunajua wote kwamba bado tumetoka kwenye kipindi cha sikukuu ya Pentekosti ambayo watu wamepokea nguvu za Roho Mtakatifu kabisa. Watu wengi wameelewa nini maana ya Pentekoste. Tulifundisha kwenye kanisa Pentekoste maana yake nini, lakini leo nitasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 hiyo. Matendo ya Mitume sura ya 2 inasema, sura ya 2 mstari wa 1. Siku ya Pentekoste ilipowadia, waamini wote walikuwa mahali pamoja. Ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo mkali ulitoka mbinguni ukaijaza nyumba yote ambayo walikuwa wameketi. Zikatokea ndimi kama ndimi za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze juu ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu kwa ufupi. Kwanza tuelewe Roho Mtakatifu ni nini. Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji wa Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji wa Mungu. Tunaona hapa wakati Yesu Kristo alipopaa, aliacha agizo kwa mitume kwamba nendeni Yerusalemu mkaingojee ile ahadi ambayo ilitabiriwa na manabii kwamba itakuwa siku za mwisho nitawamwagia Roho wangu na wana wenu wataota ndoto na wazee wenu watatabiri. Kwa hiyo ina maana kwamba
walipokaa pale kwenye chumba Yerusalemu, Bwana Yesu aliwaambia wakae pale wangojee ile ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana nimesema Roho Mtakatifu ni nguvu. Tunaona Roho Mtakatifu alipowajia walipokea nini? Nguvu. Kila mtu akanena kwa lugha ngeni. Na kila mtu alipoanza kunena kwa lugha ngeni, tuliona nguvu ilikuja. Kilitokea nini? Ilipokuja kukatokea mshangao mkubwa kwa mataifa ambao walikuwa mahali pale. Cha kwanza, wakanena kwa lugha. Cha pili, watu ambao ni mataifa mbalimbali wakasikia kila mtu kwa lugha aliyokuwa anaiongea, yani ya nyumbani kwake. Cha tatu, tukaona ya kwamba ndimi kama ndimi za moto. Sasa, ishara iliyoonekana pale ni kupokea nguvu, ni kwamba walinena kwa lugha, ndimi kama za moto zikawakalia. Lakini pia kila mmoja akasikia kwa lugha yake. Lakini pia matokeo ya ile nguvu na zile ishara, watu wakaanza kuokoka, watu wakaamini, wakaokoka. Ina maana ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndio iliyowapa uwezo wa kuanza kuhubiri Injili. Na hapo ndipo kanisa lilipozaliwa. Kanisa likapokea nguvu. Watu wakaokoka 3,000. Kwa hiyo Injili ikaendelea. Inataka kumaanisha nini? Huduma au kanisa limezaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Pasipo ile nguvu, mitume wasingehubiri Injili. Pasipo ile nguvu ya Roho Mtakatifu, mitume wangebaki tu Yerusalemu na wala kazi isingeendelea. Lakini kazi ya huduma iliendelea pale ambapo mitume walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakapata ujasiri mkubwa, wakaanza kutangaza Injili na jina la Yesu Kristo, na ile kazi ya msalaba ikaanza kusikika kwenye mataifa yote. Kwa hiyo ndio maana Mtume Paulo akasema ya kwamba tutake sana karama ya Roho. Ina maana huduma yoyote ambayo haina nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake haiwezi kufanya kazi yoyote. Hatutapata nguvu ya kutangaza kazi ya ufalme wa Mungu kama hatujatafuta nguvu za Roho Mtakatifu. Hatuwezi tukatangaza Injili au watu hawezi wakaokoka na wakapata wokovu bila kuomba kwanza nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu tuliona ile nguvu ilileta uweza wa watu kusikia lugha, kila mmoja akasikia kwa lugha ya kwake na watu wakapata kuokoka. Kwa hiyo kinachookoa mtu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Mungu au mtumishi wa Mungu anatakiwa sana atake karama ya Roho Mtakatifu. Anatakiwa sana aombe nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu bila nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi lolote. Pasipo Roho Mtakatifu hatutaweza kwenda kuwaendea watu wengine. Pasipo Roho Mtakatifu upendo ndani ya kanisa hautaonekana. Pasipo Roho Mtakatifu ushirika na umoja kwa watumishi hautaonekana. Pasipo Roho Mtakatifu, pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, kanisa la Nyarugusu alitapata nguvu, alitapata uwezo, alitakuwa na mshikamano. Mwishowe tutakuwa na kanisa ambayo ni ya malumbano, tutakuwa na kanisa ambayo ni ya kutetana, tutakuwa na watumishi ambao hawataki kushirikiana na watumishi wengine, tutakuwa na wachungaji ambao mchungaji huyu hawezi kumtembelea mchungaji mwingine, tutakuwa na wachungaji ambao hata mtoto wa mtumishi mwenzake akiumwa au mwenzake akipata shida hawezi kwenda kumtembelea. Kwa sababu tuliona walipopokea nguvu mambo mengi yalifanyika. Watu walipokea wokovu na wakakaa pamoja, wakafanya mambo yao yote kwa ushirika. Kanisa likapata nguvu, kanisa likapata kuzaa sana, likaongezeka. Kwa kanisa haliwezi kuongezeka bila nguvu ya Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ndio analeta upendo ndani ya kanisa. Lakini kama bado tuna kanisa ambalo halina ushirika, halina umoja, halina upendo, halinii mamoja kwa pamoja, wamoja wanajiita wao ndo wanajua, wao ndo wameokoka na hao hawajaokoka, hawa ndo wametoka huku wana watu wengi na hao wana watu wengi. Shida sio kuwa na elimu kubwa kuliko mwingine. Shida sio kuwa na washirika wengi kuliko wengine. Shida sio kuwa na uwerevu wa maombi mengi kuliko wengine. Hapana, shida ni kukosa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Na hiyo ndio tatizo ambayo inasumbua kanisa. Kanisa ambalo halina nguvu za Mungu, halina uwezo wa kutafuta mtu aliyepotea. Hapana. Na ndio maana watu wengi, vijana wengi sasa hivi wameenda, wako porini. Vijana wengi wamepotea, wameasi kabisa. Ukienda mitahani, vijana wengi wamerudi nyuma. Watu wengi wameingia kwenye maasi, yameongezeka kwa sababu ya kanisa kutokujua nafasi yake. Kanisa kukosa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ina maana upendo umepoa. Sasa hivi kama vijana wanaangamia, wanaumia kwa sababu ya kukosa upendo kwa watumishi. Kijana anaona ndani ya kanisa anaonewa. Hakuna mchungaji anayemtembelea mtu mwingine, mshirika akirudi nyuma, hakuna mchungaji anayeweza kumrudisha mshirika mwingine. Anafurahia tu, acha yule ameshakuwa ni mlevi, acha yule ameshakuwa ni mzinzi. Hapana, Mungu ametutuma ili tuwaendee, tuwarudishe zizini. Watu wengi wamekuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Hiyo yote inatokana na kukosa nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, katika siku ya leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya nguvu za Roho Mtakatifu, kwamba tutake sana kuomba Roho Mtakatifu atupe nguvu ya kufanya kazi. Nimehimiza kwamba kanisa lazima tutafute nguvu za Roho Mtakatifu. Ndizo ambazo zitatupa ushirika, ndizo ambazo zitatupa umoja, na ndizo ambazo zitatupa nguvu ya kanisa kuogopwa hata kwa mataifa, ya kanisa kuogopwa hata na wachawi, hata na waganga. Asante sana kwa kuwa siku ya leo umenisikiliza kwa neno hilo. Likutie nguvu katika siku ya leo. Roho Mtakatifu apate kuongoza katika maisha yako yote, ni katika jina la Yesu. Amen. Asante sana mtumishi wa Bwana. Amen. Ni kwamba tumeshukuru kwa neno. Kila mmoja anahisi atakwenda kubadilika kupitia neno. Na hii neno haijamgusa mmoja tu, imegusa vipengele vyote kanisani, imegusa ambao wapo nje ya kanisa. Na tumeshukuru sana mtumishi wa Mungu. Tumeshukuru sana sana sana. Mungu azidi kukubariki. Tunatamani uweke maombi kwa ajili ya wale watakwenda kusikiliza. Maombi kwa ufupi tu, kuwaombea nini, mambo mengine unajua wewe kama vile mtumishi. Amen. Karibu. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante kwa neno hili Bwana, naamini ya kwamba litakwenda kutenda kazi ndani ya kanisa. Tunachoomba ni umoja na ushirika na nguvu ya kanisa kutenda kazi kwa pamoja. Zaidi ya yote, Roho Mtakatifu azidi kutawala ndani ya huduma na ndani ya kanisa lako lote la Nyarugusu. Kwa viongozi wote wa makanisa, Bwana uendelee kuonekana. Roho ya ushirika, roho ya umoja, roho ya upendo, roho ya ushikamano ndani ya kanisa. Roho ya ubaguzi na kwenda kuikemea katika jina la Yesu. Roho ya uchuki, wivu na fitina na kwenda kuiondoa ndani ya kanisa katika jina la Yesu. Kila mmoja ajue kwamba tumeitwa kwa upendo ili tuwapende wengine, tuwaendee wale wasioweza, tuwaendee na kuokoa wale ambao Bwana, roho ambazo zimepotea. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu atatuongoza kutoka katika mawazo ya kimwili, mawazo ya kuwaza mapokeo ya kibinadamu. Lakini naamini ya kwamba nguvu zako zitatawala kanisa la Nyarugusu, na kila mmoja atakwenda kuona nguvu ya wokovu ikitendeka. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Asante sana mtumishi. Tumeshukuru sana kwa taarifa. Asante. Big up sana watazamaji wa One TV. Tunashukuru na tumekwenda kuwapa neno kama mlivyohitaji, kwamba wengi walitamani kwamba siku moja twende tuwatafutie watumishi wa Mungu ili kuwapa neno. Na ni kwamba haitakuwa mwisho.
tumeandaa siku rasmi ambayo tutamwandaa mtumishi wa Bwana kama alivyosema kwamba tumeandaa siku rasmi kwa ajili ya kuwapa neno ambalo linakwenda kutaja mwana mpotevu aliyepotea kwa baba yake na aliyekwenda nje. Wote ni wana wapotevu. Kwa sababu yule aliyebaki nyumbani alikasirika baada ya yule aliyepotea kurudi. Kwa hiyo tutatamani siku nyingine tukiona kuwapa neno, tutakwenda kuwapa neno ya habari ya mwana mpotevu. Kwa hiyo tunakwenda kuwaomba wana wa Mungu na watazamaji wa DSTV, msikose kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote kila tunapokwenda kuziweka mtandaoni. Karibu sana na Mungu azidi kukubariki. Amen. One Day DSTV online.